baada ya mengine. Kuna vitu vingine huwezi kuviona vikitokea mpaka wewe ufanye hivyo vitu vitokee. Yaani kuna hatua huwezi kuifikia mpaka wewe uwe sababu ya hiyo hatua kufikia. Narudia tena, kuna vitu ambavyo haviwezi kutokea kwenye maisha yako, wewe ndio uwe sababu ya hivyo vitu kutokea. Yaani wewe ndio sababu ya hivyo vitu kutokea. Usipojua ya kwamba wewe ndio sababu ya hivyo vitu kutokea, ukamwona ni Mungu peke yake, umechelewa. Umechelewa. Uko hapa, una maono yako makubwa, unataka mambo yafanikiwe, unataka ufike mbali. Fahamu zako uanze kujijua ya kwamba Mungu hayuko mbinguni. Siku ukianza kujua Mungu hayuko mbinguni, yuko ndani yako, utaanza kujua wewe ndiye sababu ya kufanya vitu vitoke. Nimeongea kauli kidogo nyingine imewashtua. Unaweza ukasema shindwa. Ni kwamba hivi, siku ukijua Mungu yuko ndani yako, ukatoka kuanza kuwaza ya kwamba Mungu yuko mbali. Ndio maana nimesema mafundisho, tukifundishwa vizuri tutamjua Mungu vizuri, tutamwabudu Mungu vizuri. Ila mafundisho yakiwa mabaya, tutamwabudu Mungu kwa mapokeo na kuwa watumwa wa maombi na kuwa watumwa wa watumishi. Tutakuwa tunapambana tu kukwambia fungu la 10 ulete, tutakuwa tunapambana tu kukwambia kuna mchango fulani, lakini maisha yako utatuzi hatukupatia. Hiyo ni jitihada yako binafsi ya kujenga ufahamu. Siku ukitoka kwenye wazo la kuwaza ya kwamba ninaenda kanisani kwa ajili ya kuombewa, ukawaza ya kwamba ninaenda kanisani kwa ajili ya kutafuta uso wa Mungu, Mungu awe ndani yangu, umetoka kwenye umaskini. Umetoka kwenye umaskini. Kwa sababu unapompata Mungu ndani yako anakupa maarifa. Biblia inaandikwa kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, na maarifa ndio yanamfanya mtu afanikiwe. Kinachomfanya mtu afanikiwe sio maombi, ni maarifa. Usipojua kuvitofautisha hivi vitu, utafeli kwenye maisha yako. Uhusiano wako na Mungu, unapomcha Mungu, katika kumcha Mungu kuna vitu vingi. Utafanya ibada, utafanya maombi. Unapofanya maombi, Mungu anaachilia maarifa ndani yako. Maarifa anayoachilia ndio unaenda kuyatumia nje, kwenye uchumi wako, kwenye vitu gani, kwenye huko. Sasa usipoelewa ni changamoto. Ngoja nikwambie. Biblia imeandikwa vizuri ya kwamba Yesu, yani Mungu, Yesu akasema hivi, mtu akinipenda kashika maagizo yangu, mimi na Baba tutaingia ndani mwake, tutaweka nini? Hapa naomba uelewe kwa umakini sana. Biblia imeandikwa vizuri ya kwamba mtu akinipenda akanishika, akafungua mlango, mimi na Baba tutaweka makao ndani yake. Hebu sikiliza, kama Mungu anaweka makao ndani yako wewe, aweke makao ndani yako wewe, akae ndani yako wewe, alafu Mungu yuko ndani yako, kazi unaona kumsikiliza aliyeko ndani yako, nini ufanye ili mambo yatokee? Ingia ndani yako, anakaa. Hebu kama mfalme wa wafalme anaingia ndani yako, anaweka makao, ni kitu gani hakitakiwi kukutii? Maanake kinywa chako, kila kitu unachokisema kinatakiwa kutii. Mfalme anapokuwa kwenye mamlaka yake, akiagiza jambo, hakuna mtu wa kupinga na kuzuia. Sasa mfalme wa wafalme anaingia ndani ya mtu, anaweka makao. Unawezaje kuagiza kitu kisiache kutokea? Unawezaje kuagiza kitu kisiache kutokea ikiwa ndani yako anakaa mfalme wa wafalme? Anakaa mfalme wa wafalme. Maanake unatakiwa uishi sio kiutumwa, unatakiwa uishi kama mfalme.